Marhaba mpenzi mtazamaji popote ulipo, na tumai mzima na buheri wa afya sawia na hapa. Karibu kwenye meza ya habari za magharibi, zikiwa zimetimia saa 2 za jioni saa za Afrika Mashariki. Tarehe ni 3 mwezi Julai mwaka 2026. Nafahamika kama Juma Ngetich. Tunaanza taarifa ambapo siasa za mwaka wa 2027 zimeanza kupamba moto baada ya muungano wa Broad Based Brigade kuzindua msafara wa mikutano ya TUTAM huko Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, ukiwa na lengo la kuimarisha uungwaji mkono kwa Rais William Ruto na ajenda yake ya serikali wa mwaka 2027. Hapa ni Eldoret ama wapi? Eldoret mumesema mmeamua ama mjaamua? Ni William Ruto, sio William Ruto? Hebu nione kwa mkono kama mmeamua ni Eldoret. Yule rais amependa wa pwani ni mtoto wenyu William Samoei Ruto. Niseme nsiseme? Eldoret niseme nsiseme? Unajua sisi kule kwetu tunasema chanda chema uvikwa pete. Kama mtu ni mzuri aambiwe yeye ni mzuri. Watu wa Eldoret mlituzalia mwanaume bwana. William Ruto ni mwanaume. Hapa Kenya pia historia imerejelewa. Historia imerejelewa hapa Kenya. Mwaka wa 2022 Wakenya walikuwa wameumia. Vijana walikuwa wanatupwa River Yala. Mali ya umma ilichukuliwa kule Central Bank na waizi ambao waliba pesa ya Kenya wakakolapsisha uchumi wa Kenya. Mungu kupitia kwa Wakenya wakaweka kijana William Ruto akaanza kukarabati uchumi. Dola ikakuwa sawa sawa. Vijana wakaacha kupelekwa River Yala. Lakini maherode wakaamuka ya kutafuta William Ruto, wanataka kuangamiza ndoto ya William Ruto ndiye asiendelee kuokoa Kenya hii. Herode ashindwe asishindwe. Wewe Uhuru Kenyatta ulikuwa haujui siasa. Mheshimiwa William Ruto akakushika 2002 ukaanguka. Na wakati Mheshimiwa William Samoei Ruto alishika Raila Amolo Odinga 2007, Raila Amolo Odinga alipita kura mukaiba. Mwaka wa 2017 mjua kwamba Uhuru Kenyatta hakufanya campaign, hakupanga siasa. Ule mtu alipanga hiyo siasa ni William Samoei Ruto. Ukiangalia maneno ya soko, William Ruto amefanya. Maneno ya reli inakuja hapa. Maneno ya ukulima ametusaidia sekta ya mbolea. Maneno ya afya yeye ametuletea SHA. Huyu William Ruto sisi tutampatia second term kwa sababu ya ile kazi yake na sio kwa sababu ya sura ama mahali anatoka. Mimi nataka nimuulize Kalonzo Musyoka, ministry gani hukuwahi kuisimamia katika taifa la Kenya? Ulikuwa paka Deputy President of the Republic of Kenya. Hapa Eldoret aliweka ligasi gani? Hapa Eldoret alijenga shule? Hapa Eldoret alijenga university? Hapa Eldoret alipatia watoto scholarship? Sasa jamaa, watu Eldoret nyenye, huyu jamaa mnaweza msikiza kweli? Eldoret mko imara ama mko imara? Munajua pale mbeleni, niseme nisiseme, Rais William Ruto alikuwa na naibu wa rais ambaye alikuwa ni jamaa wa chuki. Akiamuka asubuhi anaongea maneno ya shares. Akiamuka akifika saa 4 anaongea maneno ya ukabila. Ikifika saa 7 anasema wengine wapate wengine wasipate. Tukaona Kenya haiwezi kuendelea kwa njia hiyo. Tukaona ni kinyume na katiba na ni kinyume na sheria za Kenya. Na tukaona tukiendelea namna hiyo William Ruto atamaliza kipindi chake bila kufanyia Wakenya kazi. Ndio tukaleta mswada bungeni, tukaondoa ule jamaa wa ukabila, tumemfukuza Nairobi. Sasa tunamsikia ka village kidogo huko inaitwa Wamunyoro. Na tumepanga na huyu Kimani Ichung'wah hata huko Wamunyoro tutamuondoa. Muko tayari ya muko tayari? Hebu nione wale wako tayari, wale wako tayari. Kitu cha kwanza, mulipochagua Rais William Samoei Ruto,
ambaye ni mzaliwa wa kaunti hii, Kenya ilikuwa na shida mingi. Mkulima alikuwa hajiwezi, bei ya mbolea ilikuwa kule juu 7,000, tukateremusha ikafika 2,500. Hapa Eldoret unaona affordable housing inaendelea. Hapa Eldoret unaona mpangilio. Tukisonga mbele ni kuwa kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amewahimiza Wakenya kujitokeza kwa wingi ili kujiandikisha kama wapiga kura kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kalonzo hata hivyo amesema kura ndiyo silaha kuu ya mabadiliko ya kidemokrasia na kuwataka hasa vijana kushiriki kikamilifu katika usajili wa wapiga kura unaokwenda kufunguliwa kwa awamu ya pili na tume ya IEBC hapa Kenya. The levels of impunity, conflict of interest, and outright theft in this government have reached an acceptable level, and it is simply abhorrent. I'm calling on all Kenyans who love this country to unite. Continue to register as voters if you are not already done so, and ensure that in August next year, precisely on the 10th, because this date is written in our constitution, we send a very clear message to economic abductor number 1 and chief, William Ruto, that a government lacking in accountability and focused on theft, corruption, and conflict of interest cannot be tolerated by the people of Kenya. God bless Kenya. Tuzote tukomboe Kenya. Tukisonga mbele ni kuwa mji wa Kaimosi katika kaunti ya Vihiga umepandishwa rasmi hadhi na kuwa manispaa, hatua inayolenga kuimarisha mipango ya maendeleo na utoaji wa huduma kwa wakazi. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, gavana wa Vihiga Daktari Wilbur Otichilo amesema kuwa hadhi hiyo itafungua fursa mpya za uwekezaji, kuboresha miundombinu na kuchochea ukuaji wa uchumi wa eneo hilo. As a municipality, Kaimosi becomes eligible for special urban development grants and financing that are set aside specifically for municipalities. These are resources that will be invested here, right here, in your roads, in your markets, and in your water, and in public places. Data ya municipality itakusaidia kupata maendeleo ya Jamhuri, maendeleo ya Kaimosi University, maendeleo ya college, maendeleo ya TTC. Nimeshukuru Gavana Otichilo kuleta municipality hapa Cheptulu. Tunafurahia kwa ajili hiyo municipal itaandika watoto wetu. Tunataka lisho watoto wetu wapate kazi, kuna wale wanahangaika tu hapa. Tukisonga mbele ni kuwa ahadi ya kukamilika kwa ujenzi wa soko kubwa la Bungoma ndani ya mwaka mmoja sasa imegeuka kilio kwa wafanyabiashara ambao wanasema kuwa kuchelewa kwa miradi huo kumewatumbukiza katika hasara, kuacha wakifanya biashara kando ya barabara chini ya jua kali, huku wakikabiliwa na wizi na ukosefu wa usalama. Sasa wanahimiza serikali ya kaunti kuharakisha ujenzi wa soko hilo ili warejee katika mazingira yao bora ya biashara. Hii soko tangu waanze kuja kulaunch hiyo, mheshimiwa wetu, rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, president wetu Ruto alisema hii soko akilaunch itachukua miezi 18. Sasa ona saa hii tuna kweli watu wakafanya nini, watu wakapinga na tukatoa watu ndani ya soko na watu wakaweka nje, na tuliweka nje. Ona saa hii watu wamefungulia na watu tunangojea uchenje, lakini tunaona hii uchenje inaenda polepole.
nikiwa former organizing secretary wa hii soko kubwa. La kwanza mimi nataka kushukuru rais wetu kwa kutuanzishia hii mradi wa soko kubwa, na tunamshukuru sana. Na sisi ambao tulikuwa management soko ikianzishwa, tulikaa na contractor na contractor akatuashia kwamba amepewa 18 months hii soko itakuwa imemalizika, but yeye akasema atajaribu hii soko ataimaliza na 12 months. So sisi tukashukuru sana na tukasema kwa ajili ya wafanyabiashara wetu wameteseka kwa muda mrefu, na hivi sasa hata mkiangalia wafanyabiashara wetu wametapakaa katika barabara zote. Nikiwa mfanyabiashara wa hapa soko yetu hii ilianza kujengwa, walitutoa ndani mwaka wa 2024 wakituhakikishia ya kwamba watatumia miezi 18. Tulipoweka complaint walisema tumerudisha hata miezi 18. Kwa sasa kufikia saa hii miezi imeenda 14 na hata hawajafikia lindo ya kazi yenyewe. Roofing part, finishing ya kuweka partition hakuna. Tukiachana nayo ni kuwa baada ya muda mrefu wa giza, hofu na ukosefu wa usalama, wakazi na wafanyabiashara wa kijiji cha Pombotano kaunti ya Bungoma sasa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya taa za barabarani kurekebishwa. Hatua hii imerejesha mwanga, kuchochea biashara za usiku na kupunguza kwa kiasi kikubwa visa vya wizi na uporaji katika eneo hilo. Kwa majina ni Christine Masasi. Si kama huku kwetu Pombotano, hizo street lights zimetusaidia kama sisi wanabiashara, zimetusaidia sana. Hapo awali hazijakuwa zinawaka, zimekuwa zinasumbua, lakini kwa saa hizi ziko sawa. Alafu zinatusaidia sana upande wa, tulikuwa tunafunga mapema by saa 1 tulikuwa tunafunga, lakini kwa saa hii tunafunga by saa 3 kwa sababu ziko all over. Alafu kwa hii area pia imesaidia sana upande ya wizi. At least saa hii zikiwaka hivyo hakuna wale watu wa kutembea usiku wa kuiba nini. Sadakta mpenzi mtazamaji, kwa kuzidi kuwa nasi toka mwanzo hadi sasa, ambapo napata mapumziko mafupi. Nikirejea nitakuwa na taarifa kwa kina. Usibanduke.